Yesu yaraje mwisi, alikuja duniani, nawe apfira itorero, naye pia akalifia kanisa, asiga ryubatse, na akaliacha kanisa limejengwa. amaze kuryubaka, Alipolijenga yarisigiye ministeri eshanu, aliachia ministry aina 5: intumwa, mitume, abahanuzi, nabii, abigisha, walimu, abungeri, wachungaji n'abavuga butumwa, pamoja na mahubiri. izo ministry eshanu, Hizo ministry 5, umva ijambo yavuze Yesu sikia neno alilolisema, ngo nukugira ngo ni ili kwamba agira bamwe ibyo bintu byose, anafanya moja kati yao vitu hivyo vyote, ngo nukugira ngo itorero ni ili kwamba kanisa ridahungabana, lisiweze kuyumba. izo mvugo Babuloni irazimenya, Hizo misemo Babuloni ikazigundua, ko kugira ngo itorero riyoboke, kwamba kanisa ili likaongozwe ntabwo bazaribuza gusenga, hawatalikatalia kuweza kuomba, bazasenya fondasiyo. watavunja msingi wake. iyo fondasiyo idahari, Ikiwa msingi wake hakuna, ni ikibazo cy'igihe ikintu kigasenya, ni tatizo la muda, kitu kinaweza kubomoka, kuko nta fondasiyo gifite, kwa sababu hakina msingi kamwe. umurimo w'intumwa, Huduma ya mitume ukurinda itorero ko ryinjiramo ibitavuye mu Mana, yani ni kulinda vitu visiingie katika huduma ya Mungu visivyotoka kwa Mungu. ntabwo intumwa iriho ngo igubwe neza, Sio kwamba mitume yupo leo ili akawe salama, ntabwo intumwa iriho ngo ishake igikundi, sio kwamba mitume yupo leo atafute upendeleo, intumwa iriho ngo ivuge ukuri, yani mtume yupo leo akanene ukweli. ibidakwiye kwinjira mu rusengero ntibyinjiremo. Vitu hafai kuingiza kanisa siviingize kwenye kanisa. Abantu benshi murabizi, Watu wengi mnavijua, umuhanuzi nabii ntabwo ari uw'abantu, si nabii wa watu. yitwaga muntu w'Imana. Siku za kale alikuwa akiitwa mtu wa Mungu. iyo babonaga ubuhanuzi, Wakiwa wakimwona nabii wa Mungu, baga babonye mesaje, walikuwa nahisi tayari wameona ntabwo ujumbe, yabaganaga n'abantu. hakuwa naishi na watu. iyo bamubonaga, Wakati wanamuona bibwiraga ko hari ikintu Imana ibohereje. walikuwa wanazania kunacho kitu Mungu amewatumania. yitwaga muntu w'Imana. Alikuwa kichwa jina lake mtu wa Mungu. iyo bavuze umwigisha, Wanaposema mwalimu, ubundi umwigisha wakisema mwalimu, ni babandi bashinzwe kugenzura ni wale kazi zao ni kuchunguza ko ibintu biri gukorerwa mu rusengero, kwamba vitu vinafanyikia kanisani, ibintu abapasiteri bari gukora ari byo, vitu machungaji wanafanya kwamba ni vya kweli. kuko abapasiteri bashobora kureka ibintu bakabikora atari byo kubera bashaka ubwo bwinshi bw'abantu, Kwamba wachungaji wanaanza kuacha desturi za kanisa kuzifanya kwa sababu wanahitaji wingi wa watu. Yani faida ya mwalimu ni ugufata Bibiliya, ni kuchukua Biblia akagarura itorero na kurejesha kanisa, akarigarura muri Bibiliya, analirejesha tena upya kwenye Biblia, bakabimenya ko kubaho kwaba ari Bibiliya, na wanatambua kwamba kuishi kwao kwamba ni Biblia. umurimo wa pasiteri, Huduma ama kazi ya mchungaji, pasiteri niwe ubikora, mchungaji ndiye anayefanya. pasiteri ni manager, Pastor ni manager, pasiteri niwe ushyira ibyo bintu mu bikorwa, mchungaji ndiye anayetia vitu hivyo kwenye kazi. pasiteri niwe w'abantu. Pastor huyo ndiye mtu wa watu. baranyumvishije? Wamenielewa kweli? Abaheburayo 5:1, Waebrania 5:1. abapasiteri nibo b'abantu, Wachungaji ndio wa watu, nibo bingingira abantu, ndio wanao si kwa watu, nibo bafata ibyifuzo by'abantu, ndio wanaoombea watu na kuchukua mahitaji ya watu bakabijyana ku Mana, na kuyapeleka kwake Mungu. niyo wa murimo wa pasiteri. Hiyo ndiyo kazi ya mchungaji. Hakumbwira ngo uri pasiteri Huwezi ukaniambia wewe ni mchungaji gusenga byarakunaniye, hata kuomba vimekushinda. nakuri we barakubera. Wewe sio mchungaji, wanakuogopea. pasiteri ni ufata ibyifuzo by'abakirisitu Mchungaji ni wa kuchukua mahitaji ya Wakristo kugira ngo abishyire Imana, ili akampelekee kwake Mungu. apana kugira ngo abikemure. Sio kwamba yeye atatue ama shida za watu. Hapana. impamvu abapasiteri b'uyu munsi Sababu machungaji wa siku za leo baramuha icyifuzo, wanakupatia hitaji umugabo naheruka guhindukira akaguhindukiza, kwamba mke wangu hanigeukii tena, yeye mwenyewe anahusika kumgeuza. impamvu aguhindukiza ni mu gihe Kuna wale wanawageuza ni kwenye kipindi ama wakati ashoboye gusenga no gusenga byaramunaniye, hawezi kuomba, hata kuomba vimemshinda. kuko bimunaniye surenda bigenza gute? Kwa sababu vimemshinda kuomba, wahitaji akafanye nini? yagiye mu bintu bitari ibye, Aliingizwa kwenye vitu sio vyake. umuvugabutumwa Mhubiri naye, ntabwo ari papasi Yesu guharaha, yani lengo lake sio kubaki hapa. umuvugabutumwa Mhubiri nuwakubwiriza cyane hanze, ni wa kuhubiri sana upande wa nje, akazana abantu mu rusengero, analeta watu ama kondoo kwenye kanisa. pasiteri bakabona bo bareba, Wachungaji wanapata watu wa kulea. baranyumvishije ibyo mvuze. Wamenielewa nachokizungumza? nyiri kubaka itorero Yule mwenye kujenga hili kanisa, mumenye ko ari uko yabivuze, mtambue ndivyo hivyo alivyosema. dushaka uburyo twubaka ibyo yavuze, Tutafute namna ya kujenga alivyovisema. nibwo turi bwa tumusubiza itorero
itorero ndipo tutakuwa tukirejesha kanisa lake kwenye wakati. Nibitaba ibyo, isipokuwa hivyo ntabwo bizakunda. haitawezekana kweli. Hari intumwa zigera muri enye maze kuvugana nazo. Kuna mitume idadi yao kama 4 nimezungumza nazo. Ntabwo ko dufite ibintu tugomba guhindura niyo batwanga. Kwamba tuna vitu tunahitaji kubadilisha tatu kichukiwa na watu. Nakicarana akakubwira ngo hoya. Anaweza anakwambie hapana. Ngo ugende ubikore. Kwamba wewe enda ukavifanya. Akubwira ngo rari iyambure. Unamwambia hapana. Iyambure izina. Ani jivue jina lako. Lakini ntumwishake igikundiro. Mtume hatafuti upendeleo ama kupendwa. Kurinda itorero ngo ritinjirirwa. Mtume ni wa kulinda kanisa isiingiliwe na vitu. Nagari yo kugira ngo muryoherwe gusa. Sio kwamba muweze kupendezwa ama msikie utamu peke yake. Kuvuga ukuri mwababara pastor akomora. Kuambiwa kweli mkiumia mchungaji anaondoa majeraha. Turacyari kumwira. Tuko pamoja kweli? Reka nimuke gatoya. Acha nihame kidogo. Kimwe mu bigerageza itorero rifite ubu. Moja katajaribu kanisa linalo siku ya leo. Babuloni. Kule Babuloni. Bamenye ministeri zizabavuna. Yani walitambua ministry zitakazowachosha. Bazivana mu itorero. Wakaziondoa ndani ya kanisa. Nako pastori wamubwira ngo munaniwe kubana, siwe. Mchungaji uwezo ukamwambia ameshindwa kukaa na watu pamoja. Hapana, sio. Pastori afite inshingano ngo yo kubembereza abanyantege nke. Mchungaji ana majukumu ya kubembeleza wenye udhaifu. Ubisome mu Baheburayo 5 rimwe murebe. Musome Hebrania 5:1 mkaone. Ariko intumwa yo, lakini mtume, umuvuga butumwa na muhubiri bareza basuku bafata gutya nukubwira ngo sibyo. Kazi zao ni kuchunguza na kusema si kweli. Ukivumbura pastor akaza kakugarura ariko yasiza bikubwiye. Yani unaita ukichwa ngumu lakini pastor anakurejesha lakini amekuacha amekwambia. Baranyumvishije. Wamenielewa kweli? Ni mumbona ninde mecho mujya mumenya ngo ninde uri kuvuga. Yani mkiniona na tabia zingine mtambue nani anayezungumza. Baranyumvishije ibyo ndi kuvuga. Watu wamenielewa kweli? Kamunagure rero. Acha nifupishe kidogo. Haleluya. Haleluya. Babuloni. Kule Babuloni. Binjiye mu rusengero. Waliingia ndani ya kanisa. Basanga intumwa zizabakoraho. Wakakuta mitume zitawaletea baraka. Ubegirizi komeye kwisi ntabwo ibiyobowe n'intumwa. Kanisa kubwa la Wakristo siku ya leo haingefaa kuongozwa na mitume. Oya barabyanze. Hapana, walikataa. Barimuka. Wakaweza kuhama. Nta egirizi kimwe kumuhanuzi. Yani kanisa haligeuki kuwa nabii. Uzimangu badashaka guha umuhanuzi umwanya we. Unajua kwa nini nabii hataki kupatiwa nafasi yake? Nuko n'abahanuzi ntaba turi kubona. Ni kwamba hata nabii pia leo hatuwaoni. Babitishije inzara bajya mu bantu. Yani waliwaua kwa njaa, wanaingilia watu. Ndavuga aba pastor ubwo nibo babikoze. Nasema hao wachungaji ndio walifanya. Ubundi aba pastor bari bafite inshingano yo kumenya ko abahanuzi babaho. Pengine wachungaji walikuwa na majukumu ya kutambua kunao wanabii wanaoishi. Ubu abahanuzi bayahindutse abahanura ngo babone ibirayi. Wanabii waligeuzwa ama walibadilika wakutabiri wakapate viazi. Icyo ni kimwe mu bibazo bitoroshe. Ni moja kati ya shida ambazo sio rahisi. Abahanuzi bimitswe nk'abahanuzi sabo mu bantu bundi. Nabii ambao wameitiwa kwenye mwito wa kinabii sio wa watu tena. Baranyumvishije aho ngaho. Hapo mmenisikia kweli? No, reka nimuke gato. Acha nihame kidogo. Nabigisha. Na wale warimu. Izo ministeri. Hizo ministry. Babuloni bazivanye mu itorero kugira biyunge naryo. Kule Babuloni walizitoa ndani ya kanisa ili wajiunge nazo. Uba insengero ziri kuzubu. Makanisa zinazotokea siku za leo nizo ziri gushaka kubaka bigendanye na gikirisitu. Ndizo zinahitaji kujenga vya kuendana mwenendo wa Kikristo. Na zenyewe harimo ubuyobe. Yani kuna upotofu kidogo. Hari ubuyobe natwe twibitseho butatworoheye. Kuna upotofu kidogo tumehifadhi ndani yetu, sio rahisi kwetu tena. Kubitindaho. Ningevikawia kuvieleza. Umuntu arashaka guhinduka nk'Imana kandi siyo. Mtu unahitaji siku ya leo abadilike kama Mungu na pia sio Mungu. Nturi Imana uri umuntu. Wewe sio Mungu, ni binadamu. Intumwa zarengera idini ntago ari intumwa. Mitume za kupigania dini au kanisa sio mitume. Intumwa irengera itorero. Mitume inapambania kanisa. Ibiri gupfa mu zindi nsengero nkwiye kumva ko bindeba. Vinavyoharibika kwenye makanisa zingine nasikia kwamba mimi vinaniangalia. Nkwiye kuvuga ngo birabareba ngo sifai kusema vinawahusu wao, hapana. Iyo ntago ariyo. Hiyo sio mtume. Hapana. Intumwa irebera itorero umubiri wa Kristo. Mtume anaangalilia kanisa kama mwili wa Kristo. Kunaguriye rero. Nikifupisha kidogo. Itorero ryarangije kwinjirirwa. Kanisa tayari lishaingiliwa. Lirasenyuka muri fondation. Likabomolewa katika msingi wake. Turi kwinginga nyir'umurimo ngo adufashe kongera kubaka ibintu nkuko yabipanze. Tunasi mwenye huduma tukimbembeleza atuwezeshe kujenga kama vitu alivyovijenga. Nibava hanze nkuko
Ezekiel 8 babivuga, yani kutolewa nje kama Ezekiel 8 kunavyosema, akinjira muri twebwe, aweze kuingia ndani yetu. Umukristo wa mu minsi yanyu, Mkristo katika nyakati za mwisho akwiye kumenya ko yinjiza Kristo nkawe, itorero ntibiri gukunda. Anafaa kutambua kuingiza Kristo yeye, kama kanisa jumla haiwezekani. Nimesimama kwenye mlango na bisha, mtu akasikia sauti, nitaingia kwake tule pamoja. Nifupishe kidogo niweze kuelekea mwisho. Kunavyo vitu vingi tayari viliingizwa kwenye kanisa. Katika 324, nirudi nyuma kidogo, 262 kulizaliwa mwanaume jina lake Konstantino. Na huyu Konstanti, huyo katika 312 alikuwa tayari amekuwa mfalme wa Roma. Akapata vita iliyekuwepo, yani ikawa kama imemshinda, na akalala na kusinzia, akaota ndoto, akaota alama ama ishara ya msalaba. Alipoiota na akaambia mama yake ndoto alizozipata, alikuwa amesema kwa ajili ya ishara hii tayari utashinda. Yeye na mama yake Heleni wakawa na ahadi kwamba ukishinda tayari tutakuwa wa Kristo. Vinaeleweka kweli? Walikuwa wamekaa katika kitu kinaitwa mitras. Hicho kitu kilikuwa kinaomba jua ama kinaabudu jua katika desturi ama tabia za Kirumi. Katika Pelagia ni vitu vingine. Kitu gani nakusudia usikie? Huyu Konstantino alishinda kanisa zote za mitralism. Munielewe tu kidogo. Huyu Helen alizigeuza kuwa Kristo, na kule kuitwako Golgotha tayari kulikuwepo kanisa la mitralism. Hata kama walielekea kutafuta msalaba wa Yesu ili waweze kuupata, waliugusisha katika mgonjwa. Misalaba yote aliweza kugusishwa mgonjwa, lakini hakupata uponyaji. Rumi ikaingizwa kwenye Ukristo namna hiyo. Kukapatikana Rumi pagani na Rumi Christian. Kuingizwa kwenye Ukristo, wakakuta hatuna Biblia, na wakapata hatuna kanuni na sheria, isipokuwa vitu vya makaratasi peke yake. Ikawepo vitu vinaitwa kama miungu wa Nise. Ilikuwa ni wakuruhusu vitabu kuingizwa kwenye Biblia kwenye mstari. Kulipokuwa kawaida kwenye makanisa ya mitralism, ndizo zilikuwa zikigeuzwa kanisa za Kikristo. Mnanielewa vizuri? Hivyo vilisababisha mchanganyiko wa upagani na Ukristo. Na kwa ajili ya kutawala dunia vikaenda vikibadilishwa taratibu, na vikafanya vilivyo kawaida kama miungu. Wakaanza kutafuta namna ya kuviunganisha na Biblia. Watu wao hawalikuwa wajifahamisha kwamba wanaweza kuomba kitu kisichoonekana. Nasema watu wa huko mitralism. Katika miaka 450 Ukristo na upagani upagani umechanganyika kwa pamoja. Vilikuwa vimechanganyika kwenye kiwango upati kuelewa. Tuko pamoja bado? Kunazo siku za kawaida na za kawaida kama upagani ilienda ikiingizwa ndani ya kanisa, kwa sababu za
kikawaida kama za Kristo hazikuwepo. niyo mpamvu umukirisitu, ndiyo sababu Mkristo n'abacelebratinga Noheli, hata kama anasherekea Krismasi, akwiye kumenya yuko atari bwo Kristo yavutse. Anafaa kutambua sio siku ya Kristo kuzaliwa. Hari umunsi w'ikigirwamana, ilikuwepo siku ya miungu kivuka icyo bita Horus, ambaye kinazaliwa kiitwacho jina Horus. irivuka baba baserebra, huku kuzaliwa katika celebration, yarivuka ry'izuba muri bo.